kimsingi ni ulimwengu mzima kwa neno lile la nitakwenda. Ila kwa union yetu hapa kwenye nitakwenda hapa ni hii hapa ni the world, I will go. Alafu hii huku sasa ni union. Nikimtumaini nani? Nikimtumaini nani? Kwa hiyo Kenya wanachakua Uganda, lakini vinginevyo huo mwanzo hapo ni wa wote. Kwa moyo wa ukunjufu na moyo mweupe. Mama mchungaji, naomba usimame upunge mkono wako. Mimi na mama mchungaji tunawakaribisha katika kambi hili. Amina. Mama mchungaji anasimamia wanawake wote, kwa hiyo kiwa na shida yule kwa sema yahe mwanamke kanga yule pale. Yes. Mtanielewa tu, kama mtanielewa takuja niwafafanulie. Kwa hiyo karibuni nyote. Karibuni nyote. Mwaka jana tulikuwa na nitakwenda na familia yangu. Mwaka juzi nitakwenda wote. Kwa kufuata au kwa kufanyaje? Kujihusisha. Mwaka juzi. Mwaka huu nitakwenda nikimtumaini Yesu. Fungu ni hilo, moto ni huo. Asanteni sana wote ambao mmekuja kwa ibada hii ya leo. Umeona rafiki yangu wa siku nyingi Rahabu. Wewe simama tu. Sasa utangu magu jamani, wewe nimekufahamu juzi tu hapa miaka mitatu. Wapungie mkono washiriki hao. Haleluya. Wako na upendeleo wafuoni ule wa ziada. Basi vinginevyo asanteni sana kwa machangizo yote. Nimemwona na Spora wa Kirumba. Alipo niona tuweze pastor mimi jana. Wewe simama, nyosha mkono wako. Alikuwa karani wangu nikiwa Kirumba. Kwa kweli mpaka leo kuna barua anachapishia kwake. Namrushia tu kwa WhatsApp, naenda kuchukua hasa vile viapo vile vya mambo ya ndoa. Wako na wengine nitawatambulisha, lakini asanteni kwa ajili ya, naomba wasimame watunyoshe mikono yao. Huyu rafiki huyu na mama huyu simameni tu. Tulikuwa tunasali nao hapa katika makambi, walipopata makambi ya kule wamehamia kule. Historia yao ni ajabu kabisa. Walianza kusali pangoni, kuna mapango makubwa pale chini, walianza kusali hapo. Kutoka hapo wakapata kanisa la nyasi, kutoka hapo wana kanisa zuri. Wana shamba kubwa kama eka 2-3 hivi. Miti mingi walipanda wao, nadhani kama eka 5. Huyu mzee amefukuzana sana na watu wanaokata miti na mikaa. Nina ujasiri na heshima mbele za Mungu kusema tumuombe katika uzee wake. Amina jamani. Karibuni, lakini pia mimi hao ni wazazi marafiki. Tariko rafiki yangu sana ni wa nyumbani. Dada yule kwa kweli kiukoo pia tunaweza kuhusiana kwa namna fulani. Wainjilisti hawa Bwana apate kuwabariki. Nimepata marafiki wengine wawili. Kwa kwanza ni mzee Emmanuel Mwera, nafikiri ni Mwera jina la pili kutoka Nzega. Nyosha mkono wako. Mwalimista huyu katika fani ya afya na alikuwa anasimamia vijana wetu katika mitihani katika chuo kilicho jirani hapo ambacho nacho kina maadili ya Kiadventista. La pili amepangisha pale ambapo tumeweka wageni wetu, kwa hiyo wamekuwa kama miongoni mwetu, nikafikiri ni vema kumtambulisha. Tuka tu mkono wako sasa. Nzuri, ni mfupi sana kwenda juu, kwa hiyo anaonekana tu hana shida yoyote. Ni mtu mwema, ni mtu mzuri, ametuchangia hapa. Kwa nyumbani na mradi wa choo cha kanisa ambacho nianzisha mimi, amenipiga hapo mifuko miwili ya simenti. Ni mtu mzuri. Amina jamani. Huyu mzee ni mzee wa kanisa mmoja wapo pale Nzega, anaitwa Mr. Emmanuel Mwera. Ninaye mgeni mwingine hapa, anaitwa Eliud Misana. Mtu mungwana, mtu mpole, mtu anayempenda Mungu, anafanya kazi, anafanya mahubiri kwa hela zake. Tulikutana 2017 nikiwa mkuu wa msafara kwenda kule Kongo. Jamani, Kongo DRC, kule kwa Wali na Sonde. Wapungie mkono washiriki. Ametutembelea. Amina jamani. Ametutembelea. Nimefurahi sana kumuona. Na baada ya huyo na hao wengine, kama na wewe ni wa muhimu kwangu au kwa watu wengine, basi simama tukutambulishe. Usiogope, simama tu na wewe. Basa na mimi, simama tu. Alright, na nimekumbuka mzee Elda Mayunga. Mzee Muyenjwa. Leo umekula suti kali. Bwana asifiwe. Mzee Mayunga, naomba usimame. Huyu mzee tunamchukulia poa poa tu, lakini nawaambia sio mtu wa kawaida, ni mtu muhimu sana. Mzee wa kanisa kule Mwenge, Dar es Salaam. Ikiwasha masi mwema kule Mwenge. Na anakaa hapo Fela. Na unajua amekambika pale chini.
Juzi vijana wa adventure wakamtembelea na kawembe ile hema chwa wakakata. Anacheka na ananiambia haya ni ya kawaida, mimi ni master guide. Lakini ni engineer nzuri sana wa mambo ya ujenzi. Unaweza kufanya consultation pale. Mzee, karibu, tunabarikiwa na uwepo wako. Ananishangaza, ananiambia nilipouliza makanisa yako wapi, nikamwambia Fela, nikatuma mtu nikasema hilo la kwanza hata kama limeinama ndio la kwanza. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu kanisa wote walioko hapa wa kanda ya South Nyanza, basi msimameni tupigie mikono. Kanisa lolote bwana, mzee wa kanisa 2025, simama unyoshe mkono wako. Simama na wengine wazee wa kanisa wote nimesema. Bwana asifiwe. Na wakwangu wamesimama. Mzee Wilson simama, nyosha mkono wako, mzee wa kanisa Fela. Mzee Wilson mwingine umegongana. Basi engineer Wilson fundi umeme Fela. Dr. Wilson mzee wa kanisa kiongozi Usagara. Yuko na mzee Nyahonyo. Mzee simama tu sasa, utafanyaje akigongana? Mzee Nyahonyo pia ni meneja wetu wa kambi, meneja kiongozi. Mzee Thomas pia simama, meneja wa kambi msaidizi ya hao wamekaa hapo. Mzee wa Ukiriguru, mzee Nahumu Habakuki Sefania Hagai Zekaria Malaki. Mzee Nahumu, asante, Bwana akubariki. Mzee gani mwingine sijamuona? Naweza kawa na miwani lakini na giza. Nafikiri nani? Chirimi. Mzee Chirimi na Kabinza, simameni. Si unaona sasa? Hapo wamekaangalia chini wote tu. Kwani mtanifukuza? Mimi ndio mzee kiongozi wenu. Haleluya. Mzee Kabinza na mzee Chirimi. Mzee Chirimi tumemwona hapa mara kwa mara. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yao. Tumekuwa na wageni wetu wa kambi. Nianze na Mama Rebeka Joseph Mpina, mwenyezi wa vitabu cheti cha 3. Huyu ni mtu international. Yaani haleluya. Ametupatia vitabu vingi. Lakini Mungu amempa fursa ya kwenda kutumika kule Kagera katika ile inayoitwa North West Tanzania Great Field. Great nimeongeza. North West Tanzania Field. Naomba unyoshe mkono wako. Nyosha tu usishushe. Mpeni salamu kwenda kwa mume wake Joseph Mpina, tulikuwa naye mwaka jana hapa. Mpeni salamu sasa. Shangilieni Mama Mpina. Bwana akubariki mama. Peleka salamu zetu mwinjilisti wa vitabu. Tunaye mchungaji msaidizi kule Ndagalu, Paulo Moga. Ametubariki kwa mambo mengi na alikuwa hapa sasa hivi. Paulo Moga, simama tu. Nadhani wewe hata kusahau. Kesho nitaomba uwe mgeni rasmi hapa. Kesho kutwa Kaswamila mgeni, yaani mwaka mmoja kila mmoja ndiye mgeni. Na tutaki tupoteze ule moto wenu. Bwana akubariki sana. Barikiwa, neema ya Bwana atosha kwa ajili yako. Asante kwa mafundisho mazuri. Asofereti Kahitira Kaswamila, mzee wangu wa kanisa Nyamanoro miaka ya nyuma. Sasa hivi mchungaji Nyamhongolo. Simama utusalimie. Bwana akubariki sana. Hivi umeandika una kabrasha lolote leo masomo? Ndio la. Andaa sawa sawa, niletee photocopy. Au hiyo rafu tu nipatie hiyo pin, naweza nikasoma nikaedit. Ametubariki sana na masomo ya dini za sasa, umizimu wa sasa, malimwengu ya sasa, mpaka nikampa kipindi hapa nikijua kwamba wengi mnababaishwa na walokole tu, mnarukaruka tu kana kwamba mnaagua mbizimu kwenda huko. Yaani haleluya. Bwana akubariki kwa huduma ambayo umetupatia katika makambi haya. Naitwa Elimramba na jeni nimemtambulisha Pastor retired Juma Alex Ibrahim ndiye mnenaji wetu pamoja na hawa. Sio mnenaji mkuu, ni mnenaji. Bwana asifiwe. Maana mnenaji mkuu ni Mungu. Wale wengine wote ni associate, wasaidizi wake. Lakini basi ndiye aliyekaimishwa huduma hii inayoendelea, ibada kuu. Na yeye ataeleza mengi kama akipenda. Mwinjilisti Zanzibar, Morogoro, Dar es Salaam, South Nyanza, kila mahali. Sasa hivi ni mwinjilisti magereza. Ndiye kwa sasa na hold kile kitambulisho cha kwenda kuhudumia magereza na anafanya kazi nzuri sana pale. Wangapi wanaosema Bwana mtumie kwa ajili ya ibada hii ya leo? Na kwaya ya zamu sikuuliza, maana tunataka kuuliza. Kimbieni hapa kwaya ya zamu. Taja kwaya ya zamu. Usagara, USA. Karibu. Karibu. Jamani, wahi muda na Bwana awabariki. Kwa maneno hayo, wangapi wanaosema Mwenyezi Mungu kwa neema yako na huruma zako tunaomba utupatie ibada njema leo, tusikie, tuelewe, tuitoe mioyo yetu kwako, waonyeshe hivi kwa mikono yao.
Amina jamani. Ila Usagara mna kesi mbili. Ya kwanza, mama mchungaji hamjampatia suti akashona. Ya pili, na mimi mliniacha pembeni. Kwa hiyo Usagara napomaliza, Pastor Juma atasimama kwa ajili ya neno la uzima. Karibuni huku mkiokoa muda.
sisi tukibatiza hapa mpaka tupime mtu. Sasa kule utapima na nani? Hakuna washiriki. Kwa hiyo aliwapima mwenyewe Mbuti pamoja na Yohana Rukwaro. Basi usiku waliingia kwenye bahari ya Hindi. Shemasi, Yohana Rukwaro, Mbuti ndiye anabatiza. Wakaingia, wakabatiza usiku, wakatoka. Baadaye wakapatikana tena watano usiku, wakabatiza. Ndio nilimkuta Yohana Rukwaro. Nikamuuliza Yohana Rukwaro, hapa ndio unaabudia na unalala wapi? Akaniambia, nalala kwenye migomba. Nyumba ninayo, naogopa naweza kuuliwa. Kwa hivyo nalala kwenye migomba hii. Nikimaliza tu asubuhi ndio naingia ndani. Mimi ndipo nikaingia. Sasa yeye Yohana Rukwaro, mke wake alikuwa Morogoro. Mimi nilienda na mke wangu na watoto kama mchungaji wa kwanza, mchungaji mwenye washiriki wa 7, mchungaji missionary mwinjilisti. Nilikuwa nafanya uinjilisti wa vitabu na uinjilisti. Tulifanya kazi, ilikuwa ni ngumu mno wapendwa. Ndio mgeni ndiye naye hapa. Kwa hivyo tulipata shida sana kwa sababu ya imani yetu. Hata kufanya ibada ilikuwa vigumu. Pale hospitali tulizuiwa kwamba usifanye ibada hapa. Hapa ni matibabu tu. Mmefungua hospitali sawa. Walikuwa wanajaa Waislamu wa kila aina pale. Wanatibiwa, wanapona. Tunaomba wanapona, wanatibiwa. Kazi ikapanuka. Lakini hakuna kufanya ibada. Hata nyumbani watoto wetu ndio walikuwa wanatusababisha, kama hao wanaofundishwa hapa tulipata tabu sana. Lakini ibada kwamba Bwana asubuhi kucha, huwezi kuimba. Njoo mama wewe. Njoo. Piga hapa magoti. Sasa huyu ndiye mama mchungaji. Mimi sasa ndiye mimi Ibrahim. Sasa tuimbe. Asubuhi Bwana asubuhi kucha. Tuimbe sasa. Uimbe hivyo wanakufukuza. Rudi mama ukae. Tungekuwa ni wewe, huyu ndiye tungefukuzwa naye haraka sana. Bwana asubuhi kucha, nitakuinua sauti yangu kuomba nipate baraka. Wewe ndio ungekuwa mama mchungaji, tungefukuzwa. Watoto walikuwa naimba, na Yesu juu 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 zaidi, na Yesu juu 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 zaidi, shetani tumkanyage. Hivi watoto wanavyofundishwa hivi. Watoto wangu waliimba, tulifukuzwa kwenye nyumba. Tuligongea mlango, tukawaambia tulitaka haya mambo hatukuyataka, tulifukuzwa. Jioni mvua inatunyeshea. Watoto wengine wamebeba magodoro, tumebeba vitu vyetu vichache. Tunapita vichochoro vya jangombe hivi ninavyowaambia, Yesu anajua. Tukaenda kwenye nyumba nyingine. Tukafika pale, wakasema ingieni humu. Hapo tulipatiwa nyumba pia na Wazanzibar waliokuwa wametoka Dar es Salaam. Wamekaa huku, wamejua namna ya kuishi na watu wengine. Walitupa hiyo nyumba, lakini ibada ilikuwa ni ya namna hiyo. Hakuna kufanya ibada. Tulipitia vipindi vigumu, sina muda wa kuelezea. Lakini kitu ninachotaka kuwaomba mliokuja kuabudu leo, kazi ilifunguliwa Zanzibar. Hivi tunavyoongea pale Zanzibar tulipata kiwanja. Kile kiwanja hakuna aliyekipata isipokuwa Yesu alitupatia hicho kiwanja. Baada ya kwamba tunafukuzwa mahali popote, tulikuwa tunalipia uwanja kuabudu watu wachache hao. Kwa sababu na mimi nilipoingia mwezi mmoja nikapata watu 9. Kapiga simu. President alikuwa Robert Taylor.
treasurer wake alikuwa anaitwa Wila, katibu nafikiri alikuwa anaitwa okay, na rubani wao anaitwa Peri. Waliruka na ndege, tulikuwa na ndege ya Wasabato hapa Arusha, sijui walipeleka wapi, ndege kabisa ya Sabato. Waliruka wakatoa Zanzibar. Waliposhuka, mimi wakati huo sijawekewa mikono ya uchungaji, nilikuwa na mikono ya uzee wa kanisa. Nimepata watu 9 kwa idhini ya kanuni ya kanisa au mwongozo ambaye ni kanuni ya kanisa. Mwongozo unaruhusu kwamba mahali ambapo haiwezekani kubatiza, kama hamna mchungaji, mzee wa kanisa aliyewekewa mikono anaweza kubatiza. Kiongozi wa union Robert Tera alisema wewe utabatiza. Nilibatiza watu 9. Amen. Wakiwemo na Wazanzibar kwa mara ya kwanza katika bahari ya Hindi. Baadaye nikapata wengine 11 wakabatizwa. Amina. Baadaye sasa, kwa sababu ubatizo wangu ulikuwa haujawekewa mikono, sasa wakawa wachungaji wanatoka huku bara wanakuja na batiza. Hivi tunavyoongea hivi sasa, pale Zanzibar kuna mitaa, jumla ya mitaa mitano. Pemba kuna mitaa miwili kule nilikokwenda. Baadaye nilipotoka Zanzibar niliomba niruke niende Pemba. Nikaenda Pemba, nikafungua kazi kule kwa neema ya Mungu. Hivi tunavyoongea sasa, mwaka huu tunaozungumza imekuwa field, na hivi tunavyoongea president wa kwanza wa field yuko kule, amepelekwa kule. Ndivyo kazi ilivyofunguliwa kule. Na hata Mramba kuniambia tu vizuri, kule General Conference walikuja kujua mwaka uliopita, walikuja wazungu 2 kutafuta wale waliofungua kazi katika kisiwa hicho. Lakini Zakayo Mbuti Kusekwa amelala hapo Nyakato Mwanza, kwenye kanisa la Nyakato, kaburi lake liko pale. Rukwaru naye amelala kule Morogoro. Nimebaki mimi. Wakaniita wajumbe kutoka General Conference. Nililipiwa ndege moja kwa moja niende kisiwa cha Zanzibar. Nikaenda. Nikatoa taarifa kwenye masomo ya nchi za mbali, huenda mwaka kesho mkajua jinsi itakavyokuwa. Ni mambo ya ajabu ambayo Mungu anatenda kwa watu. Ijapokuwa hapa kina Eri Mramba wajui vizuri, wewe kutumiwa wajumbe kutoka General Conference jambo dogo. Na kuniita niende Zanzibar niseme vile Mungu alivyoongoza kazi yake. Nilikwenda. Jinsi tulivyofanya kazi, kamtaja Yohana Rukwaro na wengineo nikawataja. Mimi hata niwaambieni wanakambi, lakini unajua paka uwe president paka uchaguliwe, wajumbe mnatoka makanisani huko, unaenda ngazi za juu huko paka achaguliwa na kubaliwa. Lakini nafikiri hata na mimi ni president. Kwa nini niwaambie kwamba na mimi ni president? Msikilize tu vizuri washiriki. Mimi ndiye nilikuwa mchungaji katika kisiwa cha Unguja na Pemba. Nchi nzima ina rais wake, ina jamhuri yake, ina bunge. Unaona hata huyu ndugu yetu anasema tena, wewe ndio umeamsha akili yangu. Kwa sababu gani? Tulikuwa hatuna kiwanja. Magoti haya nikaliambia kanisa tuombe, wakasema katiba ya Zanzibar hairuhusu makanisa ya Kikristo kujengwa. Tukapiga magoti, nikamwambia daktari, twende tufanye mpango, twende. Mimi nilikuwa nashinda katika ofisi ya waziri wa kamishna ya ardhi na mazingira, na kwenda asubuhi natoka jioni, muda mrefu sana. Mpaka mtu mmoja wa serikali akasema, mwambieni huyu mchungaji anadanganywa. Mimi naomba naenda, nazungusha, naomba naenda, muda mrefu sana. Baada
Baadaye Roho wa Mungu akaniambia, nenda umuone mkuu wa nchi. Nilienda hivi jinsi nilivyo. Sikutumwa na kanisa, bali wale washiriki tuliokuwa nao pale Zanzibar. Nikamwambia mimi naenda kumuona mkuu wa nchi. Nilikwenda bila union kujua. Nikafika kwa katibu mkuu serikali ya mapinduzi Zanzibar. Nikamwambia mimi ni mchungaji katika kisiwa hiki chote na Pemba. Ndiye mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Naomba kumuona Mheshimiwa Rais. Akaandika. Aliandika akanipa appointment. Nikamwendea daktari. Nikamwambia daktari, unajua daktari, kwa sababu wewe unafanya kazi ya afya ambayo inatibu wa Zanzibar katika kisiwa hiki, wewe una uzito. Twende ujitambulishe wewe ni daktari, maana hata wake zao unawatibu, watoto wao unawatibu. Unisaidie tuwe na uzito. Tukachukua na vitabu, tukaenda. Tulipofika ndugu zangu, tulipokelewa na Dr. Salmin Amur. Bwana mengine usiyakopi humu. Uje ukopi mahubiri. Maana mambo ni ya nchi hayo. Basi, wa ndugu zangu, ila ukitaka kuyahifadhi uyahifadhi mwenyewe tu. Tukafika, tukaingia. Ndugu zangu, nimemwona Yesu katika maisha yangu. Tulikaribishwa. Tukaingia na daktari, tukaenda paka reception, mahali pa mapokezi, tukakaa. Kitu kilichotupata, kabla rais haujaonana naye, walileta kwanza nyama zilizo kaangwa vizuri, nyama zikaletwa. Na mimi siri nyama tangu mwaka 1984. Mwenzangu akasema tufanyeje? Tukawaambia wale wa hudumu atuli nyama. Wakaenda hawajui maskini, wakaleta sambusa na zenyewe zina nyama. Tutafanyaje leo? Tukasema hata hivyo tutumie. Basi mtumie vinywaji. Wakaleta Coca-Cola. Ilibidi niende kwa wale wa jamaa. Nikafika nikasema tafadhali mwende mwambie mheshimiwa kwamba tumesha tosha, peleke tu majibu yoyote, hivi vitu vyote tuvitumie. Basi wakapeleka taarifa. Tulishtukia rais anakuja anakaa. Nilijitambulisha hivi, mimi ni Ibrahim Alex Juma, ndiye mchungaji katika kisiwa hiki cha Zanzibar na Pemba, ndiye mimi naongoza. Si hapo karibu tumelingana tu. Ni rais anaongoza hapo. Basi nikamwambia mheshimiwa rais, sisi kanisa la Waadventista wa Sabato hatuna mahali pa kuabudia. Tumeomba muda mrefu mno katika nchi yako, lakini hatujapewa. Hata tumeenda kwa waziri kiongozi mara nyingi hatujapata. Tumekwenda kwa waziri kamisheni na mazingira, tumezunguka sana hatujapata. Kwa hiyo tumekuja kwako mheshimiwa rais kukuomba. Hivi ninavyoongea, kuna waumini wangu ambao wanafanya kazi katika serikali yako ya mapinduzi Zanzibar. Wako kwenye serikali yako na wanaabudu kwenye kanisa mimi naongoza, na kuomba mheshimiwa tupate kiwanja. Alitamka hivi katibu, wakati kule ni chama kimoja. Chama kina dini, serikali haina dini, wananchi wake wana dini zao. Kanisa la Waadventista wa Sabato wapewe kiwanja mara moja. Anamaliza kutamka hivi, anaingia Ikulu chini. Anaingia Ikulu, anaingia kwenye ofisi yake, anaingia chini kwenye ofisi yake. Anatoka tu hivi, alisema mara moja na katoka. Alivyotoka hivyo, katibu akatusema tayari. Tukaondoka. Mramba kapeti la Ikulu linanepa na mimi nimeshikanyaka nanepa. Basi hapo tukatoka kwa heshima. Nilipofika jioni nyumbani kama masaa mawili, nikashtukia bendera
na sisi kupewa kiwanja cha Waadventista wa Sabato. Kanisa likajengwa na aliyelifungua ni mkuu wa General Conference Robert Falkenberg. Jamani, kweli hapo si hata na mimi kama president ni kama nimekaonja wote tu. Ni nani ameshaonana na rais hapa? Rais wa nchi. Nani ameshakanyaga Ikulu? Si ni wachache tu wa kubahatisha. Lakini mimi nimeonana naye ana kwa ana nikimwakilisha Yesu Kristo. Kwa hivi hayo nimependa kuambia kwamba mgeni wenu ndiye niliyetumwa kuja kuwahudumia hapa. Tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, muda umeenda mno. Nilihitaji kuongea mengi kuhusu jambo hili, lakini inua moyo wangu na moyo wa watoto wako waliokuja kwenye kambi, hata machache haya wayasikie, yatufai katika wokovu wetu wa baba hawa na wa mama na vijana wetu, tupate kuokolewa kwa jina la Yesu. Amina. Mungu ni mwenye huruma. Mungu ni mwenye upendo. Anahitaji mimi kama mchungaji nikija kwako umemkaribisha mwanaume, sifumbi macho. Nifumbia macho kwani Yesu au ni nyanya sokoni? Kuoza wanaume asifuriwi. Siku hizi asifuriwi. Wengine wanafuata wenyewe. Yesu atakapokuwa ametoka, tangazo litatolewa. Mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Hilo jambo linaweza kutendeka hata leo. Mnafikiri bado kuna muda gani washiriki tunapofunga kambi hili? Kuna muda gani? Huenda uamuzi ukatolewa leo au sasa. Ni juu yako kumgeukia Mungu wako aliyekukomboa. Kwa nini? Leo kwenye vyombo vya habari wote mnasikia wanaume kwa wanaume wanavyofunga ndoa, wamama na wamama wanaoana wazi wazi, na wanatangaza kwenye vyombo vya habari. Si Roho wa Mungu ametoka? Kweli bado yupo? Mwanaume amesimama hapa na mwingine hapa, mwenzake huyu mchungaji huyu anamwambia umempenda huyu mke wako? Ninampenda. Na watu wote ni wanaume. Umempenda kabisa kabisa, utamtunza? Utamtunza siku zote za maisha yenu, au utaacha wengine, utakuwa na yeye tu? Ndio. Mwanaume mwenzake naye anamuuliza, unamkubali huyu mwanaume akuoe au mume wako halali? Utaacha wengine, ni yeye tu? Alafu mwanaume yanaenda na kumbatiana tena. Si Mungu ataipiga kibiriti dunia hii? Na humu Dar es Salaam, Mwanza, humu wamo mashoga wamejaa. Hivi si ni laana? Wanawake walivyo wazuri hivi siku hizi, hata unashindwa kuwaona. Paka mimi mchungaji na waangalia na changanyikiwa. Anasema kwenye fungu hili la roho ya unabii, linasema ya kwamba maneno haya ndiyo magumu, ndiyo nataka hakuna machozi tena kwa ajili ya wenye dhambi. Walikuwa wameombewa mara ya mwisho. Mzigo wa mwisho ulikuwa umechukuliwa kwa ajili yao, na onyo la mwisho lilikuwa limekwisha kutolewa. Hakuna sauti ya rehema iliyoweza kuwaita tena, wakati ambapo watakatifu na jeshi zima la mbinguni linapokwisha hawajaungama pamoja na rehema za Mungu na huruma za Mungu na upendo wa Mungu na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu
na azidi kutakaswa. Ndugu zangu, akina baba na akina, mzigo wa mwisho ulikuwa umechukuliwa kwa ajili yao, na onyo la mwisho lilikuwa limekwisha kutolewa, lakini sauti ya rehema iliyoweza kuwaita tena. Hakuna sauti ya rehema iliyoweza kuwaita tena, wakati ambapo watakatifu na jeshi zima la mbinguni walikuwa wakijishughulisha na wokovu wao wenyewe, hawakushughulika. Hebu msomaji, tusome hili fungu tuone tunavyohitimisha hubiri hili. Soma hili fungu, ulisome fungu la Ufunuo, ulisome fungu hili 22 fungu la 10, alafu usome la 11 kwa msisitizo. Ulisome hilo fungu. Nasema, akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekata. 7 yalikuwa yakiwaangukia wale waliopokea alama ya mnyama, waliokataa sabato ya siku ya 7. Mungu aliposema ikumbuke siku ya sabato uitakase, hawakujali. Mungu aliposema hivyo, siku 6 ufanye kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Wenyewe hawakujali, hawakuijali sheria ya Yehova, hawakutoa maisha yao kwa Yesu kikamilifu. Walienda kwa waadventista wa sabato waliokuwa wameungama dhambi, wametubu dhambi, wameziacha, wameweka muri wa Mungu. Walitaka msaada kwa hao. Neno la Mungu linasema wengine walienda upesi kwa watu wa Mungu, wakiwasii waonyeshe jinsi wanavyoweza kuepuka hukumu zake, lakini watakatifu hawakuwa na msaada wowote wa kuwapa. Hakuna machozi tena kwa ajili ya wenye dhambi, walikuwa wameombewa. Mara ya mwisho Yesu yuko patakatifu pa patakatifu, ni mwombezi wetu, anatungojea katika kambi hili. Siku hii ya mwisho, kabla mlango wa rehema kufungwa, dhambi zako zote ziwe zimeungamwa. Umefanya toba ya kweli, maungamo ya kweli, umeacha dhambi zote. Neno la Mungu limesema, hakuna machozi. Mlioko hapa, akina baba mlioko hapa na wavijana mlioko hapa, Biblia inakataza, inasema wala ninyi si mali yenu wenyewe. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi tukuzeni Mungu katika miili yenu. Mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amina. Sasa tukuza Mungu. Kambi linapofungwa, tukuza Mungu. Unapofunga kambi hii, tukuzeni Mungu katika miili yenu. Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 15. Nasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Dhambi zishindwe kwa jina la Yesu. Amina. Dhambi ikome kabisa. Biblia inasema, hebu maendelea na fungu lingine hapo. Kwa maana imeandikwaje? Mtakuwa watakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mtakuwa. Mungu anasema nimekuumba. Wewe mwenyewe uwezi kujibadili. Nabii Yeremia anasema, je, chui aweza kubadili madoadoa yake, au mkushi kubadili ngozi yake? Kama waweza, ndipo na wewe utazoea, utaweza uliozoea kutenda mabaya. Kwa hivi Mungu
Mungu mwenyewe anaamuru wewe uwe mtakatifu, na ni watakatifu ndio wataenda mbinguni. Hawaendi washiriki, wanaenda watakatifu. Na anayeamuru hivi ni Baba. Anasema kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na anarejea jinsi tulivyokombolewa. Sasa msomaji anasoma fungu la 18. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka mwenendo wenu usiofaa mliopokea kutoka wapi? Kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani. Haleluya, amina. Bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo, asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Haleluya, amina. Matendo 4:12 anasema wala hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa na Adamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Filipi 2:9 anasema kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia lile jina lipitalo kila jina, kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na duniani, na kila ulimi ukilia kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Baada ya hayo nyinyi mumebatizwa, lakini ahadi za Mungu zimewafunika, zimenifunika na mimi. Ahadi za Mungu, wanakambi mliokuja tu kwa mara ya kwanza leo, imebidi nirudi nyuma niwafute muje hapa, twende kwa mtu huyu. Nitakwenda nikimtumaini Yesu. Amen. Twende kwa Yesu tukimtumaini yeye. Twende kwa Yesu tukimtumaini yeye. Kwa sababu gani? Sasa msomaji, somo hili linataka litangaze kwenye mkutano huu rehema za Mungu zilivyo, wema wa Mungu ulivyo, upendo wa Mungu ulivyo, huruma za Mungu zilivyo, neema za Mungu jinsi zinavyofanya kazi. Mpango wa wokovu na mpango wa Mungu ni kwamba kambi hili lote hakuna hata mmoja atakayepotea. Ndio mpango wa Mungu. Petro 2:3-9 thibitisha. Msomaji thibitisha. Petro 2:3-9. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Yesu wetu aliwaambia wanafunzi wake, aliwaambia manabii, aliwaambia mitume, aliwaambia Wakristo wa kwanza, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, nilipo mimi nanyi muwepo. Ahadi hiyo ameitoa kwa kanisa tangu Adam mpaka leo. Ndio maana anazungumza kwenye Petro 2:3-9. Soma sasa Petro 2:3-9. Rudia fungu hilo. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Hiyo ya Yohana 14:1 hadi 3. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu. Anavumilia kambi lile la Usagara. Nimetuma wahudumu mbalimbali. Acha hawa watatu mwaka huu nao ni watume, akiwemo na mzee niliyemtuma kule Zanzibar, missionary. Waone na uso wa missionary. Wamezoea kuhubiriwa na mapresident na wachungaji wa kawaida. Sasa na missionary aende. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali uvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote
mdhambi wa kiasi gani? Fungu lingine msomaji, ili unisaidie utakapolipata wewe, ambaye anataka watu wote waokolewe. Hilo kama unalipata wewe mwenyewe, tunajifunza na wewe kila siku. Usipolipata tuliruki, wewe mwenyewe naye uwe mhubiri. Kama hulipati, sasa tufanye nini? Petro wa pili, hiyo tumemaliza. Timotheo wa kwanza sura ya 2 fungu la 3, na soma haraka la 3 na la 4. Uone mpango wa Mungu jinsi ulivyo kwako dada wewe. Wewe mchane unaochililia, unafikiri Mungu amekuacha. Mwana mama mdhambi, unafikiri baba amekuacha. Kijana mpenzi, mwanangu, binti yangu, ambaye watu wamekudharau, watu wamekutupa, wanaona wewe naye unaimba, wewe naye unamfanyia Mungu kazi. Biblia inasema kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 2 fungu la 3, msomaji wetu wa mkutano sasa anasoma. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Haleluya. Amina. Anataka watu wote waokolewe. Watu wote. Linaungwa mkono na Yohana, anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yohana 13. Hakuna. Yohana 13:1 anasema ya kwamba nililete na lenyewe usikie. Lenyewe la Yohana anasema vizuri sana 13. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa baba yake, aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo, aliwapenda mpaka mwisho. Ndio maana alipokuwa ameangikwa juu ya msalaba, mwana wa Mungu Yesu wetu alikuwa amening'inia juu ya msalaba. Mkono wa kulia na kushoto vimepigiliwa juu ya mti. Alining'inia pale. Alivyokuwa amening'inia, Nabii mama yetu anasema mwili wa Bwana ulikuwa ni mzito. Ilibidi viganja vichanike, viachame. Damu ilichuruzika. Misumari mingine imepigiliwa miguu yote. Juu ya kichwa chake taji ya miiba. Damu ikichanganyikana na jasho. Malaika wale wadogo walipomuona mfalme wa utukufu akihangaika hivyo, walikuwa na nia ya kutaka kumshusha, kumrukia, kumtoa mfalme wa utukufu juu ya msalaba. Agizo kutoka kwa Baba liliwaambia wale malaika wenye vyeo, wakaenda. Malaika wenye vyeo wakaenda, wakawaambia acheni. Mwimbaji mmoja alipokumbuka akaimba, Bwana wangu Bwana, niokoe na mimi nisije nikafungiwa lango wa rehema, nibadili tabia, nifanane na wewe. Bwana wangu Bwana, niokoe na mimi nisije nikafungiwa lango wa rehema, nibadilishe, nimwamini Yesu. Ndipo akasoma fungu lingine. Huyu mwimbaji alivyoona Bwana wangu ameteseka hivyo kwa ajili yangu, akafungua Biblia. Akafungua Ezekiel. Hapa ndipo aliporizika huyu mdhambi. Bwana wangu Bwana, niokoe na mimi
nisije nikafungiwa mlango wa rehema. Nibadili tabia, nifanane na wewe. Analia, akainuka, e Bwana wangu na Mungu wangu, machoni pako nimesimamaje mbele zako Mwokozi. Unioshe, unioshe Bwana. Chunguza sana ndani ya moyo wangu, peleleza, ni dhambi gani sijaungama kwako. Unioshe Bwana, e Bwana wangu na Mungu wangu, machoni pako nimesimamaje mbele zako Mwokozi. Nimekuwa tayari Bwana, chunguza sana ndani ya moyo wangu, peleleza, ni dhambi gani sijaungama kwako. Unioshe Bwana. Akaenda kwenye Ezekiel 36, akatulizwa na Bwana. Ezekiel 36 ndipo alipotulizwa. 36, msomaji wa mkutano sasa anasoma fungu la 26. Mwalimu anasoma fungu la 26, Ezekiel 36:26. Huyu mdhambi ninyi moyo mpya, anasema kwenye fungu hilo, akianzia fungu la 26, nami nitawapa ninyi moyo mpya. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya miili yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Baba katika kambi hili anafanya upasuaji wake wa kimungu. Jinsi ulivyokuja kwa imani, jinsi unavyotazama msalaba, jinsi unavyomwangalia Yesu mwenye huruma, aliyetufia, anaahidi, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda, nanyi mtakaa. Fungu la 26 nirudie. 26 rudia. Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Roho mpya ndani yenu ni ahadi ya Bwana katika kambi hili. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, ambao usikii maonyo. Halafu nami nitawapa moyo wa nyama. Nenda 25. Hapo anasema nami nitawanyunyizia maji safi. Mlibatizwa ndio, lakini katika ubatizo wenu mumeuchafua. Anasema katika imani ya kuja kanisani, jinsi mnavyoketi katika viti na jinsi mnavyokuja kanisani kila Sabato. Anasemaje? Rudia fungu upya tena. Nami nitawanyunyizia maji safi. Nanyi mtakuwa safi. Haleluya! Amina. Nanyi mtakuwa safi. Endelea. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote. Na vinyago vyenu vyote. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote. Washiriki. Amen. Hapo ndipo Mungu akaapa. Katika Biblia Mungu ameliapia kanisa. Isaya 43:25. Mungu ameapa namna ya kumuokoa mwanadamu asipotee hata mmoja. Isaya 43:25
anajiapia mwenyewe, kwa sababu hakuna Mungu mwingine, ni yeye peke yake. Mungu ni yeye peke yake, ndugu yangu, hakuna mwingine. Inabidi ajiapie mwenyewe, hakuna mwingine. Engekuwepo mwingine, labda engeapa kwa huyo, lakini mwingine hayupo kabisa, hayupo. Ni yeye peke yake anaapa. Hebu soma kiapo chake kwa watoto wake mchana huu. Mimi naam, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, ili usiende motoni, ili usipotee. Amen. Haujaungama, haujatubu, lakini tayari rehema za Mungu zipo, ni mpya kila siku asubuhi. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, alafu wala sitazikumbuka dhambi zako. Wala sitazikumbuka. Mwana kambi, tunapofunga hili kambi, sitazikumbuka dhambi zako. Ndivyo Mungu wetu anavyosema. Washiriki wa kanisa, endapo mtamwacha Bwana, ni juu yenu. Mungu ametoa vyote kwa ajili yetu. Onyo, mlango wa rehema unataka ufungwe. Karibu mlango wa rehema kufungwa. Ni juu yetu sasa kutoa maisha yetu kabla mlango wa rehema kufungwa. Mlango wa rehema utafungwa. Huenda kambi hili likawa la mwisho kwako na kwangu. Kupitia roho ya nabii, ndipo nikamuona Yesu akiyavua mavazi yake ya ukuhani, akajivika mavazi ya kifalme kabisa. Kichwani mwake zilikuwako taji nyingi, taji moja juu ya taji nyingine. Alitoka mbinguni akizungukwa na jeshi la malaika. Mapigo yalikuwa yakiwaangukia watu duniani. Wengine walikuwa wakimkana Mungu na kumlaani. Walienda upesi kwa watu wa Mungu, wakiwasihi wawaonyeshe jinsi wanavyoweza kuepuka hukumu zake. Mtuonyeshe sabato ilivyo, mtuonyeshe amri 10 jinsi zilivyo. Mumeitunza sabato, ni amri ya 4 ya Mungu. Mmezitunza amri 10 za Mungu. Nyinyi mna muhuri wa Mungu, mnampenda Yesu, mmepewa muhuri na Yesu. Mtufundishe na sisi ili tuokoke. Neno la Mungu linasema wengine walikuwa wakimkana Mungu na kumlaani. Wengine wake ikoje, wema wake ukoje. Somo langu linazungumza juu ya wema wa Mungu, juu ya upendo wa Mungu, huruma zake, rehema zake, neema za Mungu. Maombolezo 3 mstari wa 22 na 23. Soma. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Ni huruma za kwamba wanakambi wa Sagara, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Rehema za Mungu wetu hazikomi kwa wadhambi, kwa waliokosa. Wasabato wanaoanguka, wanamaliza, wanasimama, wanarudi nyuma, wanarudi, wanasonga mbele. Ni wadhaifu na wanyonge wasioweza kujiokoa. Hata wakati mwingine wanakuwa na mashaka kwamba je, na mimi nitaokolewa? Ni huruma. Rudia tena fungu la 22 mpendwa. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi. Ni mpya hata leo, ni mpya hata kesho, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Uaminifu wa Mungu ni mkuu. Asante sana. Soma jinsi alivyowatokea Waisraeli zamani katika Kutoka 34, alivyojitambulisha kwa Waisraeli, jinsi Mungu wetu tuliyokuja kumwabudu katika kambi hili, jinsi tabia yake ilivyo. Kutoka 34 mstari wa 5 mpaka wa 9. Soma kwa haraka baba, kwa kuokoa muda. Nimeanza muda mgumu sana. Kutoka 34 mstari wa 5 hadi wa 9.
Bwana akashuka ndani ya lile wingu. Bwana akashuka katika lile wingu. Akasimama pamoja naye huko. Akasimama. Akalitangaza jina la Bwana. Asante sana. Hebu nisubirie. Wakati mwingine Biblia yetu hiyo ni nzuri, lakini kuna sehemu inaruka. Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huku akilitangaza jina la Bwana. Endelea. Bwana akapita mbele yake. Bwana akapita mbele yake. Akatangaza. Bwana, Bwana. Bwana, Bwana. Sasa hii Bwana unaona imeandikwa kwa herufi kubwa. Hii ni Yahweh au Yehova. Bwana, Bwana. Mungu mwenye huruma. Mungu mwenye huruma. Mwenye fadhili. Hebu ngoja. Watoto wa Mungu, jueni Mungu wenu mliyekuja kumwabudu. Kila mmoja atakayetoka hapa, nendeni nyumbani, makambi yanaisha. Jua Mungu mliyekuja kumwabudu ni Mungu mwenye huruma. Amen. Tena mwenye fadhili. Mkitoka hapa mjue kwamba Mungu ni mwenye fadhili. Si mwepesi wa hasira. Si mwepesi wa hasira. Mwingi wa rehema. Ni mwingi wa rehema. Na kweli. Haleluya. Mwenye kuwaonea huruma watu elfu. Angalia. Mwenye kuwaonea huruma watu elfu. Mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Mwenye kusamehe. Unangoja nini wewe? Mwana mama, mwana dada, mnangoja nini? Kuwa na Mungu wa namna hii. Mnataka nini? Anavyojitangaza, jinsi alivyo na upendo kwetu. Anavyojitangaza. Wanaume hivi mnataka nini? Na kina mama mnataka nini? Kuja kwa Mungu wa kweli wa namna hii. Anavyojitangaza waziwazi. Mwenye kuwaonea huruma watu elfu. Mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi zote anasamehe. Una nini wewe ambacho unaona ya kwamba Mungu amekuacha? Una dhambi ndio, lakini jua umekuja kwa Mungu wako huyu. Anasema mwenye kuwaonea huruma watu elfu. Hataki kutaja idadi. Ina maana ni wanadamu wote na wanaomwendea. Mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4, kama dhambi haijaungamwa. Siku moja yeye huyu nabii Isaya, nabii Mika. Soma Mika baba, uone jinsi Mungu wetu tunayemwabudu katika kambi hili jinsi alivyo. Mika 7. Msomaji wa mkutano, mwalimu, tafadhali ulisome hilo fungu, usome lile la 18 na 19. Tafadhali sana. Tafadhali twende mbio, sina muda. Somo langu ilitaka masaa 2 au sana 1.5, lakini siwezi kufanya hivyo. Mika 7. Ukipata Mika 7 ulisome. Mwalimu, Mika 7 mstari wa 18 na 17. Nasema 18 na 19, 18 na 19. Ni nani aliye Mungu kama wewe? Hebu ona. Mwenye kusamehe uovu. Ni nani aliye Mungu kama wewe? Nabii anauliza, ni nani aliye Mungu kama wewe? Mwenye kusamehe uovu. Mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia. Na kuliachilia kosa la watu wake waliosalia. Wewe ndio umesalia. Kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa la masalio. Anaachilia makosa yako, anaachilia makosa ya kanisa. Anasema ya kwamba hashiki hasira yake milele. Hashiki hasira yake milele. Kwa maana yeye hufurahia rehema. Anafurahia rehema. Akiona mwenye dhambi anakuja kanisani, Mungu wetu anafurahi.
kuona mwenye dhambi, unajimudu, unakuja kanisani, hukuangalia kwamba hivi mimi naye niende. Anafurahia, anasema hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Atarejeaje msomaji? Atarejea na kutuhurumia. Atarejea na kutuhurumia. Sasa wewe kama hujatenda dhambi, atarejea kufanya nini? Ni fungu la wenye dhambi. Atarejea na kutuhurumia, alafu atayakanyaga maovu yetu. Ona, atayakanyaga maovu yetu. Atakanyaga kwa mwenye dhambi anayekuja kwenye kambi, anaenda kanisani kila Sabato, anajijua kwamba sina hali yoyote ya kujificha kwa Mungu wangu. Acha jinsi niende, jinsi nilivyo mnyonge, mdhaifu, nisiyeweza kujiokoa. Acha niende kwa baba yangu. Unakutana naye, na ndiye anasema atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Anashika dhambi na kuzitupa katika vilindi vya bahari. Vilindi vya bahari ni chini kabisa. Angalia Mungu anavyoondoa dhambi. Tupa kabisa katika vilindi vya bahari. Utaziendeaje kule? Nilikuwa na mwanamaji mmoja wa chuo kikuu, naye ni Mpare, amelala mauti. Kijana huyu nimpenda sana. Akiwa kijana, mshiriki wangu Zanzibar, alikuwa ni mwana science, marine science. Kijana huyu nimpenda sana. Alikuwa hajaoa. Vijana, ukimtumikia Mungu kwa usafi ni bora sana. Anakuja, ni kijana lakini alikuwa mfadhili wangu mimi. Ananitunza, ni kijana. Ananitunza yule kijana. Anambia, pastor, unavyoona hivi milima hii unaiona pastor? Unaiona milima vizuri pastor? Anasema ndani ya bahari ya Hindi chini kuna milima kama hiyo. Kuna milima chini ya bahari, milima kabisa kama hii unayoiona. Kilindini ndiko Mungu anakotupa dhambi, chini kabisa. Kijana huyu Yohana walivyoniambia amelala mtoto wangu huyu, basi tu alikuwa mfadhili wangu. Nikifanya umishona kule Zanzibar, alikuwa ananifariji mtoto huyu. Mpare na yeye alikuwa analifadhili kanisa. Sasa Biblia inasema atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Mshiriki, unaweza ukawa ni mdhambi mkubwa wewe, usikate tamaa. Baba mwenzangu, usikate tamaa. Mama, usikate tamaa. Kama baba engelitaka kwamba wewe sasa amekutupa, usingelipata nafasi ya kuingia kwenye hili kanisa la haki, kanisa la kweli. Mungu anakupenda mno. Biblia inasema aliwapenda watu wake, aliwapenda upeo. Mungu utulie naye huyu. Kuna fungu lingine hapa, msomaji, ulisome ili nalo tulisome, uone jinsi Mungu wetu anavyoweza kufuta dhambi za watoto wa Mungu wanaomwendea. Nitakwenda nikimtumaini Yesu. Naye anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mkitembea kwa matumaini, hakuna wa kwenda motoni hapa. Yuko wapi? Yuko wapi wa kwenda motoni? Yuko wapi wa kuachwa? Hebu msomaji, soma 44 Isaya 44:22. Kama yupo wa kupotea hapa, jinsi Mungu alivyo na rehema, jinsi alivyo na upendo, jinsi
alivyo na fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa huruma. 44:22 anasemaje? Nimeyafuta makosa yako kama wingu zito. Nyamaza. Hiyo ni ahadi ya kwenye kambi hili. Mwana baba, mwana dada, nimeyafuta makosa yako kama wingu zito. Kama ambavyo waweza kuangalia ukaona mawingu juu, baadaye yanatoweka yote, unaona ni nyota tu. Chukueni wa ndugu zangu tulio wadhaifu, wakati mwingine toka nje usiku uangalie, ukiona mbingu yote imesafishwa, kuna mawingu kama haya, ndivyo Mungu anavyofanya. Anasema nimeyafuta makosa yako kama wingu zito. Na dhambi zako kama wingu. Na dhambi zako kama wingu. Unirudie. Maana nimekukomboa. Haleluya. Amen. Na anasema namrudia Bwana, inue mkono. Anasema unirudie maana nimekukomboa. Inua tuone. Baba, angalia watoto wako, mikono iko juu, wanaomba kukurudia kwa jina la Yesu. Amina. Nimekurudia. Kuna sehemu nyingine ameapa katika msamaha wa Mungu. Ameapa katika msamaha. Mungu ameapa namna ya kumkomboa mwanadamu. Tulikuwa na masomo haya juma hili. Nilisoma masomo mengine yanayonifanya nilie. Wakati Yesu anapozungumza katika kitabu cha Ufunuo kwamba nikakununulia. Sisi tumenunuliwa. Hata hilo fungu, kwa sababu wengi hamkuwepo, nabidi msomaji tulisoma hili fungu kwa ajili ya wenzetu ambao hawakuwepo. Mpango wa wokovu ulipokuwa unafanyika, sitaanza mpango wote wa wokovu, lakini nitazungumza mwishoni tu jinsi mbingu yote ilikosa mtu wa kuja kumkomboa mwanadamu. Viumbe wote walikosekana wa kuja kumkomboa mwanadamu. Hata wale wazee 24 ambao wengine wanafikiriwa kama ni Ibrahim, baba wa imani, wengine wanafikiria kwamba ni Enoch, mtu wa 7 baada ya Adamu, wengine wanafikiria labda ni Elia Mtishu na kadhalika, na wengine wanafikiria labda ni mzee Melkizedeki. Wale wazee 24 wengine wanasema ni labda ni Ayubu. Hatujajua, maana Biblia haijawataja moja kwa moja, na sisi hatuwezi kuingiza kitu kingine. Katika wale wazee 24 hakuna hata mmoja aliyetumwa kuja kuikomboa dunia hii. Nabii akalia alivyoona ya kwamba hakuna atakayekomboa dunia hii. Msomaji wetu atasoma sasa. Soma tu fungu la 8, fungu la 6. Isome haraka, unaenda mfululizo. Nikaona mwalimu umeenda wapi? Fungu la 8 au ngapi? 6. Soma 6. Soma 6 sasa. Anasema Ufunuo 6 fungu la 8 anasema Ufunuo 5:6 baba. Anasema nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume. Kitabu cha ukombozi wa dunia yote. Ni gombo, historia ya ukombozi wa mwanadamu, hadithi ya Mungu mwenyewe yaliyoandikwa ndani ya kitabu hicho. Vitabu vingine vinasema tutajifunza sayansi ya kumkomboa mwanadamu kwa umilele sote. Sasa anasema akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake, yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Roho nabii nasema wakati Yesu anaenda kutoa hilo gombo, walimuona malaika walinzi wa mbingu, wakamuona Yesu anaondoka, anaenda
Kisha fungua fungu ambalo tumenunuliwa. Ambia wachungaji wa kuonyesha hilo fungu mara moja kwamba tulinunuliwa. Umelipata? Umelipata? Kila siku tunasoma hapa ndio mwalimu. Wakorintho wa kwanza 6 fungu la 9. Soma. Nasema au hamjui ya kuwa okay. Wakorintho wa kwanza 6 fungu la 19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Mtakatifu. Mwalimu. Naam. Makambi akiisha nenda Bugando akupime macho. Tafadhali sana. Sasa soma. Naomba nisome fungu la 20. Soma hata hilo tu. Hata hilo soma alafu malize yote tu. Soma. Fungu la 20 nasema anzia tu la 9. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Mtakatifu. Hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu. Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Nyinyi wanafunga kamili yetu. Toa maisha yako kwa Yesu. Unajua hali yako ya kiroho jinsi ilivyo. Nimekuja kwenu kwa unyenyekevu. Sauti inayozungumza ni sauti ya upendo wa Mungu kwenu. Unajua hali yako ya kiroho ilivyo. Kubali kutoa maisha yako. Yesu akuokoe. Kama wewe ni mgeni, sio mshiriki wa kanisa hili, na haya maneno unaona yanakufaa, toa maisha yako kwa Yesu akupokee. Kama wewe ni mshiriki, ulirudi nyuma, unajua udhaifu wako na unyonge, usimtweze Yesu. Usitweze unabii. Usitweze neno lake. Simama. Mje 117. 117. Yesu anakungoja. Yuko patakatifu anakuombea. Aliingia mwaka 1844 akaanza kazi ya upatanishi, akaanza kazi ya kuombea, akaanza kazi ya ukuhani, na sasa analiombea kanisa na watu wote wanamwendea. Ngoja. Na watu wote wanamwendea. Na Yesu anasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na dhambi na wenye kulemewa na mizigo, nitawapumzisha." Mkutano msimame na kila mwenye haja ya kukutana na Yesu anakuja mbele. Piga kinanda, toa sifa, na waimbaji watoe sifa, na sisi tunajitoa kwa Yesu mchana huu. Wachungaji wote mje mbele, mpokee kwa watu walio na kiu ya kukutana na Yesu. Watu wengi watataka kukutana na Yesu. Yesu kwa kusafiwa. Tembea uchi. Na ngoje. Karibu baba. Karibu pita mbele. Karibu pita mbele. Kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Siwe safi nguo nyeupe sana. Njooni kwa Bwana mchana huu. Ya kondoo. Kwa mwandama daima mkombozi. Kwa hiyo nyinyi mnajiamini mko sawa. Unajiamini mko sawa sawa. Nyinyi mnajiamini mko sawa sawa. Wa mavazi waoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Kuoshwe kwa damu ya kondoo. Huo ni kijito cha tiririka. Kuoshwa kwa damu ya kondoo.
waoshwa kwa damu kasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Wachungaji wenzangu, tuliotumwa na Mungu kuja hapa, njooni tuanguke miguuni pa Yesu, tuombee mkutano huu, tuwakabidhi mikononi mwa Mungu. Na waomba wale ambao hawajapiga hatua yoyote katika mkutano huu, si mimi ninayewaita, ni Mungu niliyemhubiri ndiye anayewaita. Mimi ni mtumwa wake. Naomba utoke mahali ulipo, piga hatua, usogee mbele kwa namna yoyote ile tu. Nyinyi mliosimama na waona wote, siwezi kuomba bado mmesimama pale pale. Usifanye moyo wako kuwa mgumu, piga hatua. Siwezi kuomba hivyo kana kwamba haya maneno ya kukufaa wewe, na ninajua yamekufaa, maana wewe ni mtoto wa Mungu. Haujabahatisha kuja humu, ni Mungu amekuita. Neema yake ndio imekuita wewe. Wote mlioko hapa ni wana, ni watoto wa Mungu. Wachungaji, tumlilie Mungu. Mimi sikujua kwamba nyinyi wachungaji tutajaliwa kufika kwenye kambi hili la Usagara. Mungu wa milele alitujua kwamba kwa wakati kama huu mchungaji fulani atakuwepo, mchungaji fulani atakuwepo. Nyinyi ni vijana, mimi ni mzee. Akanichagulia vijana wawili. Leo nataka na mimi niombee kambi hili, lakini nyinyi vijana ombeni. Tumlilie Mungu kwa ajili ya mkutano huu. Mungu ni mwaminifu. Hata kama kuna wagonjwa hapa, tuombe. Kama kuna walio na dhambi ambao wamekata tamaa, tuombe. Kama kuna watu wana mizigo mizito iliyowashinda, matatizo mazito ya maisha yao, msiache kulilia ndoa, na msiache kulilia vijana. Mabinti wetu wanatamani kuwa na wenzi wa maisha. Vijana wanawaruka tu. Vijana na wenyewe wanawataka mabinti, na binti wanaruka. Mimi naomba kabla ya kuomba, niwaombe mabinti wa kanisani, mjiheshimu, muwe watulivu kabla mlango wa rehema kufungwa. Vijana, muwe waaminifu kabla mlango wa rehema kufungwa. Mumuimbie Mungu kwa uaminifu na mdumu kanisani. Mchumbie mabinti humu ndani ya kanisa, na mabinti mchumbiwe ndani ya kanisa. Msirukeruke nje. Na waambieni kama mzazi wenu, kama baba yenu, kama mchungaji wenu. Na wewe binti, kijana msabato akikuijia, kubali mara moja. Usimzungushe zungushe. Ni mahakama, mpeleke gerezani basi. Ila kwa utaratibu wa Mungu, kwa maombi, kwa unyenyekevu. Usiangalie mfulana mwenye mali ndio mkubali. Angalia kijana mwenye roho ya wito, mwenye kicho, mcha Mungu, anayemheshimu Mungu, Mwadventista msabato, anayenyenyekea. Kubali mara moja, hata ana mali, Mungu atawapa mali. Nyenyekea mtoto wangu binti. Nyenyekea kijana wangu, upate binti kanisani uoe. Ona wenzenu wanavyotangatanga. Na pastor, vijana waliopevuka wakubwa kabisa kwenye mtaa wako, uangalie wakiwa wamekuwa kabisa na hawajaoa, wachukulie hatua. Kwa nini hawaoe? Amina. Waoe mara moja. Wao wanyenyekevu waoe. Basi wachungaji, washiriki wote, tunaweza kupiga magoti, tuwaweke mikononi mwa Mungu. Sisi wageni wenu. Wachungaji, mmepata maiki. Haya, tumlilie Mungu. Washiriki wote na wageni mliotoka makanisa mbalimbali, wageni Mungu amewaona,
mlioacha kuabudu mlikozoea, Mungu amewaona. Mliotoka mbali na karibu, mmeacha makanisa yenu, imani hiyo imewaokoa. Na wageni mliotoka mbali, sehemu mbalimbali, Mungu amewaokoa. Na sasa tunaanguka mbele za Yehova. Wachungaji tumetumwa, ombeni sasa, tuombee mkutano huu, tuwapeleke kwa Mungu wetu. Basi na tuombe. Mfalme Mungu, wewe uliye wa utaratibu, unayetawala kwa amani na furaha, wewe ni Mungu unayesimamia ratiba zetu zote. Ni kwa juma hili ambapo ulikusudia kwamba kambi hili la makini liweze kuwepo katika eneo hili la Sanjo, ukikusanya makanisa yako 4 ya kanda hii na kuyaweka chini ya vivuli hivi. Watumishi wako bila kujali gharama zilizokuwa zinahitajika wametoa fedha, wametoa mali, kila moja kwa kadiri ulivyomwezesha. Maandalizi yote yakafanikiwa, na kwa mkono ulio hodari haukuwapungukia katika bajeti zao. Ulisimama kama Mungu ukiwezesha kila hatua. Mkutano ukaandaliwa katika uzuri wote, nasi watumishi wako tumeshuhudia. Kwa sababu hiyo, mchana wa leo tumepiga magoti mbele zako, tukikusihi kwa namna pekee sana kwamba kila mmoja aliyenyosha mikono yake kwa ajili ya maandalizi ya mkutano huu, Yehova, tunaomba baraka zako ziende pamoja na mtoto wako. Amina. Viongozi waliosimamia na kuratibu hivi vyote wakiwa chini ya jemedali wako na askari wako, Pastor Mkari, Pastor Mlamba, Baba wa mbinguni, yeye pamoja na jeshi lake lote, ninaomba baraka zako ziwe pamoja nao. Amina. Mahali ambapo wametumia nguvu nyingi mno, Yesu, kubali kuwarejeshea, maana wewe ndiye Mungu uliyeahidi ya kwamba utatulipa mara 100. Jina lako litukuzwe sana. Amina. Katika kambi hili Baba, watoto wako walitoka maeneo mbalimbali ya kanda hii, wameishi hapa, lakini wengine wamekuja leo. Katika mkutano huu, Yesu, tumeona wako mabinti na vijana wakubwa ambao wanatafuta wenzi wa maisha, lakini wakati fulani wengine ni wasichana wametamani wavulana waje, lakini hawaji na umri umeendelea. Wakati fulani wamekata tamaa, lakini Yesu, mchana wa leo wameanguka miguuni pako. Baada ya makambi haya, Yehova, tunaomba mripuko wa harusi zikamiminike katika makanisa haya. Vijana wote walio na matamanio hayo, wa kike na wa kiume, kawapatie wenzi wa maisha. Lakini Yesu, tumeona wako wagonjwa ambao kwa namna mbalimbali wametaabika. Wengine tumeomba nao, wengine hata tujaomba nao, tumeambiwa wako tu majumbani wanateseka, kwa sababu mikutano hii iliandaliwa kwa ajili ya uponyaji. Yesu, tunaamini umeponya watu wako. Kila mmoja umemponya kwa mkono wako ulio hodari. Lakini kuna kina mama ambao wameeleza kwa uchungu, waume zao wanawatendea kwa hiana, wanaumizwa, wanateswa, mioyo yao Baba imejeruhika, lakini leo wameanguka miguuni pako, ukiingilia kati. Wewe Mungu uingilie kati ndoa zao, ya kwamba ziweze kuwa na utulivu. Akina mama hawa na akina baba wawe na amani. Wanapoinuka katika magoti, Yesu, wapokee miujiza hiyo. Ndoa zao zikawe na amani na furaha, na jina lako liweze kuinuliwa. Lakini wale vijana wazazi ambao watoto wao wamewaumiza, watoto wameasi, wameliacha kanisa lako, wengine wametanga mbali na mambo wanayoyafanya ni yenye kusikitisha, wazazi wao wamelia mbele zako, ni katika kambi hili tunaomba Yesu, watoto wetu uturudishie. Warudishe Yesu, watulie miguuni pako, wawe tayari kwa ajili ya kuokolewa. Baba mbinguni, kutano hili lote
na kwa ishara ya uwepo wa Roho wako Mtakatifu sasa tunashuhudia. Baba, tunaomba utakaso wa pekee sana. Kila mmoja wetu Baba tumeanguka miguuni pako tukileta mizigo ya dhambi. Baba, kubali kusamehe kila mmoja. Na kwa sababu saa imefika sasa, unamwaga nguvu ya Roho Mtakatifu, usimpite kila mmoja wetu. Pamoja na watoto wetu wakiwa kule nje, Yesu, tupokee nguvu ya Roho Mtakatifu. Mtumishi wako Pastor Juma na timu yote umetutumia kwa namna ulivyoweza. Sasa Yesu, mahali ambapo tukufanya vizuri na sisi tumeanguka miguuni pako, tunaomba Yesu tusamehe. Watumishi wako wanapoendelea kukuita, endelea kusikia maombi yetu, maana tunakuomba kwa imani kwa jina la Yesu. Amina. Baba takatifu wa mbinguni, pokea mkutano wote huu Yesu. Peleke kwa Baba mkutano mzima, upeleke kwa Baba yetu, awapokee watoto wako kwa jina la Yesu. Amina.